Wapo watu ambao wana ndoto, wana maono juu ya maisha yao, lakini ndoto zao zinabaki kuwa ndoto, haziwi katika hali ya uhalisia, si kwa sababu hawana uwezo. Lakini mojawapo ya sababu ni kwamba wanaona aibu. Sasa wanasayansi wanasema hofu ya kuzungumza mbele za watu au hofu ya kusimama mbele za watu inashika nafasi kubwa zaidi kuliko hata hofu ya kifo. Wakimaanisha kwamba wapo watu wengi ambao wana ndoto kubwa, wapo watu ambao wana mawazo makubwa, lakini mpaka leo mawazo hayo hawajawahi kuyatekeleza. Wapo watu ambao wana mawazo ya biashara, lakini mpaka leo biashara hizo hawajawahi kuzianzisha. Na kuna wengine wana vipaji, lakini mpaka leo vipaji hivyo hawajawahi kuvionyesha. Si kwa sababu hawawezi, lakini hivyo vitu vyote vimeuliwa na adui ambaye tunamuita aibu. Aibu inakufanya uanze kufikiria matokeo ya kile kitu ulichonacho kabla ya kuanza kukifanya. Sasa ninaposema aibu ni adui wa mafanikio, inamaanisha unapokuwa na aibu hautofika pale unapopatamani, na unaweza ukachelewa kufika pale unapopatamani, aidha kwenye masomo, aidha kwenye mahusiano, aidha kwenye biashara yako, aidha kwenye kazi zako, au katika maono yako yote uliojiwekea. Sasa nitakuonyesha jinsi gani aibu inaathiri mafanikio yako na kukufanya usifike pale unapopatamani kwa wakati. Athari ya kwanza ya aibu ni kwamba aibu inakuzuia kuanza. Wapo watu wengi ambao wamechelewa kuanza, wamechelewa kuonyesha vitu walivyonavyo kwa sababu wanahofia kuchekwa, wana hofu ya kusemwa au ya kuonekana ni watu wa tofauti. Unapokuwa na aibu, manake unaogopa kuonekana mbele za watu wengine na unajikuta unagairisha kufanya kile kitu unachokitaka. Aibu inakufanya uogope kuanza hata ukiwa na vitu vichache. Hivyo aibu itakwambia subiri kidogo, subiri uwe na vitu vingi ndio uanze. Ukweli ni kwamba mafanikio ya kweli ni mafanikio yale ya hatua kwa hatua. Hakuna aliyefanikiwa kwa kuwa na kila kitu, lakini wote walianza wakiwa na kitu kidogo, mwisho wa siku wakafanikiwa. Hata hao matajiri tunaowaona walianza na kitu kidogo. Ukiangalia historia ya Balesa, anasema yeye alianza kwa kuuza mishikaki. Sasa ushawahi kujiuliza, je, kama angeona aibu kusema kwamba watu wananicheka kwa kuwa nauza mishikaki, je, angekuwa anafahamika leo? Jibu ni hapana. Kwa hiyo aibu isikufanye ukaanza kuogopa kuanza na kile ulichonacho. Ukiwa na aibu, manake aibu inakufanya ujidharau na utajikuta unakaa kimya, hutaki kujieleza, hutaki kuanza kukionyesha kile ulichonacho. Sasa ukweli ni kwamba hilo wazo ulilonalo, hiyo mipango ulionayo, wapo watu wengi sana ambao na wao wanapanga kama wewe. Kinachotofautisha tu ni mazingira na sehemu tulizopo. Sasa ukikubali aibu na ukaanza kuogopa, ukasema ngoja nisubiri, manake ni nini? Unawapa nafasi watu wengine wenye wazo kama la kwako waanze na wakutangulie. Mwisho wa siku, baada ya miaka 2, baada ya miaka 3, unajikuta wewe umeshachelewa, wenzako wameshaenda mbali, na kunakuwa kuna gepo kubwa kati yao na wewe ambaye uliona aibu. Sasa usiondoa aibu, anza leo na mambo yako yataanza kuwa mazuri. Usione aibu kuanza, lakini ona aibu kubaki pale pale kila siku. Sasa swali langu kwako ni je, ni mambo mangapi makubwa ambayo ungekuwa umeshayafanya mpaka leo kama usingekuwa na aibu? Athari ya pili ya aibu ni kwamba aibu inakufanya uishi maisha ya watu wengine. Ukiwa na aibu, manake nini? Utaanza kuficha uwezo wako, utaanza kuficha ndoto zako, utaanza kuficha kipaji chako ili tu uwalizishe watu wengine. Manake utajikuta unataka kufanya vitu vya watu wengine ambavyo wewe hauvitaki. Utajikuta unafanya vitu ambavyo watu, jamii inavipenda, lakini kumbe wewe wala sio mipango yako, lakini wala sio ndoto zako, na hazikupelekei popote katika mafanikio yako. Manake utajikuta unapoteza utambulisho wako, unapoteza thamani yako kwa kutaka tu kukubalika na kila mtu,
kwa kutaka tu watu wasikuseme, kwa kutaka tu watu wasikucheke. Sasa mwisho wa siku ni nini? Utajikuta unatumia nguvu kubwa zaidi kukopi kuishi maisha ya watu wengine, lakini kumbe ulitakiwa utumie nguvu kubwa kuanza kufanyia kazi kipaji chako, kuanza kufanyia kazi na kuishi katika ndoto zako. Ukweli ni kwamba ukiwa ni mtu wa aibu, utaishi maisha ya watu wengine kwa sababu utakuwa unaogopa kusema hapana. Wao kila kitu wakikufuata wakitaka kwako utakuwa unawaambia ndio. Maana yake nini? Utajikuta unaishi, unatekeleza mipango yao kupitia kipaji chako, kupitia ndoto zako, lakini wewe kipaji chako kinabaki pale pale. Lakini wewe mipango yako inabaki pale pale na pengine inaelekea kufa. Sasa ukweli ni kwamba nature yetu sisi binadamu, huwezi ukamridhisha kila mtu. Hata umfanyie kitu kizuri kiasi gani, hata ujitoe kwake kiasi gani, lakini huwezi ukamridhisha kila mtu. Bado wapo watu watakusema, bado wapo watu watakukosoa, bado wapo watu ambao watataka utoe matunda zaidi ya hapo. Kwa hiyo ukiamua leo kuishi kwa ajili ya ndoto zako na kuacha kuona aibu, ndipo milango ya mafanikio itafunguka na milango mingine ya kufika sehemu kubwa zaidi itaanza kukufungukia. Hivyo acha kuishi maisha ya watu leo, anza kuishi maisha ya ndoto zako. Athari ya tatu ya aibu ni kwamba aibu inakunyima fursa. Wapo watu wengi leo ambao wameshindwa kupata kazi, si kwa sababu hawana uwezo, lakini ni kwa sababu ya aibu. Kuna wengine wetu waliitwa kwenye interview, waliitwa kwenye usahili, lakini walipokuwa mbele ya ile panel walikuwa ni watu wa kuogopa, walikuwa wakitetemeka, walikuwa wakiangalia chini na wakashindwa kujieleza. Si kwa sababu labda hawana professional ya hiyo kazi, lakini ni kwa sababu ya aibu. Sasa unapokuwa na aibu, mara nyingi inakufanya ushindwe kujielezea mbele za watu. Utakuwa ni mtu wa kujitenga, utakuwa ni mtu wa kukaa mbali na fursa. Sasa mwisho wa siku ni nini? Watu hawatofahamu wewe una nini, watu hawatofahamu uwezo wako kwa sababu tu haujautoa mbele ya watu, kwa sababu tu haujaonyesha kile ulichonacho. Hata maandiko yanasema aliye nacho anaongezewa, na yule ambaye hana basi anapokonywa hata hicho kidogo alichonacho. Kwa hiyo maana yake nini? Fursa zinawafuata wale watu ambao tayari wameonyesha wana uwezo, zinawafuata wale watu ambao wamethubutu, zinawafuata wale watu ambao wameonyesha wanaweza kuleta matokeo kupitia kile kitu alichonacho. Ukweli ni kwamba fursa haimfuati mtu anayejificha, lakini fursa inamfuata yule mtu ambaye anaonyesha kuwa ana kitu. Sasa amua leo kwa kujitokeza na kuonyesha kile ulichonacho, ndipo fursa zitaanza kukufungukia na maisha yako yataanza kuwa mazuri. Kwa kumalizia ni kwamba aibu inakuzuia kuanza, aibu inakufanya uishi maisha ya watu wengine, aibu inakunyima fursa. Swali langu kwako ni je, utaendelea kuiruhusu aibu au utaanza kuchukua hatua ili kuishi maisha unayoyatamani? Ukweli ni kwamba ndoto zako zinakusubiri sana wewe. Maisha yako yanategemea sana uthubutu wako. Maono yako yanakusubiri wewe na mafanikio yako yanakutegemea zaidi wewe. Sasa amua leo, weka aibu pembeni na anza kuchukua hatua hata kama ni kidogo. Ukweli ni kwamba ujasiri si kukosa aibu, ila ujasiri ni kufanya hata kama una aibu. Weka aibu pembeni, anza leo, maisha yako yatabadilika.